Halo, Halo? Batimayo. Kiondo, nakupata Kiondo. Nilikupigia muda fulani hivi, nilikupigia nikaona simu kama inatumika. Alafu baadaye nikaona tena simu haipatikani, nikasema imekuwaje tena? Au umeshapitiwa nini? Ukashtuka? Hapana, sijapitiwa Kiondo. Nipo. Basi sawa. Nafikiri wadau watu wanahitaji pia kusikia tena kwamba hivi vita hivi vita inakuwaje? Vita kwa nini tunasema hapo Palestina, Israeli, Gaza, Israeli, Palestina, Gaza, Israeli, ni wote ndo hao. Houthi, Israeli. Haya, Israeli sasa tena Irani, Israeli, hivi imekaaje? Unajua Kiondo, ngoja nikueleze kitu fulani. Haya masuala ya vita kati ya Israeli na Irani, mara sijui Palestina, Israeli, mara tumeona ndio Hamas walipigana hapo na Israeli, kule Hezbollah nao Israeli. Unajua hii inaitwa wanasema Middle East, nchi hizi za Mashariki ya Kati hapo. Hizi nchi asilimia kubwa mataifa ya Kiarabu, utaona pale maeneo ya Jordani, Syria, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, na Irani, Iraq. Unaona ni nchi ambazo za Kiarabu, lakini utagundua Israeli yupo pale, lakini yeye si Mwarabu. Sasa ndio utafuatilia historia kwa nini yuko pale, na utagundua sasa ndio vita Israeli. Hapo tena kuna kitu kingine utajikuta unaongeza kwamba Marekani, Israeli dhidi ya nani tena hapa? Irani. Umeona, ndio maana vita sasa Israeli, sasa Irani. Kwa nini inakuwa hivi? Mimi naona ni historia kwamba unajua sasa imekuwa ni kama hawa mahasimu. Unajua kwenye historia, naposema historia namaanisha kwamba uwepo wa Israeli pale, toka ilipoisha ile vita ya pili ya dunia pia, kwamba si kwamba Irani hakuwahi kutambua kwamba Israeli uwepo wake pale. Kwa hiyo Israeli moja kwa moja amekuwa ni mtu ambaye anaishi kwa mashaka dhidi ya Irani. Kwa hiyo hatua kwa hatua anamfuatilia sana Irani, jinsi anavyoishi, anavyoendelesha mikakati yake ya kuimarisha kijeshi, kiusalama na kadhalika. Kwa hiyo ni mtu ambaye tuseme ni taifa ambalo la Israeli linaiangalia, na tukisema Israeli anaiangalia sana Irani, ni vile vile tu kwamba Marekani anaiangalia sana Irani. Na hata kilichofanyika ni kwamba ni chokochoko tu hizi kuweza kupima kwamba upepo unavyoenda, tukiuacha upepo utakuwa. Unafikiri kwamba Israeli hajui kwamba nikiingia mimi nikipiga Irani kwamba na mimi nikirudishwa nitaumia? Anafahamu. Lakini kama unavyofahamu pia mataifa makubwa kama vile Marekani si mpiganaji hata eti. Yeye si mpiganaji, mara nyingi ndio maana hata vita vyake akipigana anasema ile proxy war, yani vita vya kishirika, anamtumia mshirika fulani apigane dhidi ya mwingine. Lakini yeye kuingia pale, Marekani hapendi kupigwa yeye moja kwa moja, hapigani moja kwa moja. Atatumia taifa lingine lipigane na lile, atalisaidia. Na akiona hali kama inataka kumgeukia, huwa iko makini sana. Ndio
si umeona sasa unasema ceasefire kwamba vita visitishwe sasa, wasipigane Israeli na Iran, waache kwanza wasipigane. Ni kwa nini kwa nini mapema hivi? Ndio maana katika mazungumzo yetu yaliyopita nilisema kwamba Marekani yani yeye yani sijui niseme kwa namna gani kwamba vita visimame, kwamba anaona kabisa moja kwa moja huku tunakuelekea siku, maana naye kashaguswa kaona Irani imempiga pale Doha kule Qatar, amepigwa katika bezi yake. Sasa naona hali kama iko hivi, na maana Irani naye imejitutumua iko vizuri Irani iko vizuri kwamba sasa na yeye inarudisha mashambulizi, alafu ni bila uoga, ni papo kwa hapo. Ukiongea hivi haongei sana, anajibu tu. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja kwamba nini, kwamba Irani anajiamini, na kujiamini kule kunafanya mataifa haya magharibi, mojawapo na Marekani ikimsaidia ndio Israeli, anaanza kushtuka kwamba ngoja kwanza kuwe na break angalau. Hapo kwenye break hapo. Hivi kwa nini break, kwamba ceasefire mapigano wasitishwe? Ni kweli wanamaanisha ama inamaanishwa hivyo au ni tafakuri hiyo kwamba pia Irani awe makini unajua siasa wakati mwingine ni propaganda, si kwamba tunashabikia vita, lakini tunajaribu kuangalia pande zote mbili jinsi zinavyoendeshaga siasa zake. Mara nyingi wakati mwingine Marekani inakuwa na yenyewe haiaminiki wakati mwingine, ama labda Israeli, si unaona wamesema mapigano yasitishwe, lakini tena taarifa zinakuja kwamba Israeli tena amepiga maeneo ya kijeshi ya Irani muda mfupi tu baada ya makubaliano yafanyike. Kwa hiyo inaonekana pia kuna unafiki hapa. Kwa hiyo hali hii ndio maana nikasema bado ni tete na ni mapema mno sana kuizungumzia kwa wakati huu. Hebu kwanza tuache kwanza, tutapata tu majibu baada ya muda mfupi nafikiri. Sawa Batimayo, nitakurudia. Asante Kiondo, tuko pamoja, tutawasiliana. Asante.